Hello, naitwa Chuma na hii ni Chuma Music. Nikukaribisha sana katika channel hii uweze kusubscribe. Mahali hapa tutakuwa tukishare tips mbalimbali zinazohusiana na muziki. Ikiwa wewe ni mpigaji, ni mwimbaji, unafanya sound au unafanya kitu chochote kinachohusiana na muziki, basi nikukaribishe mahali hapa. Tutakuwa tukishare tips ambazo ninaamini zitakusaidia kuweza kukua katika maeneo yako ya muziki. Hivyo karibu uweze kusubscribe na kushare video hii na kucomment kile kitu ambacho ungetamani labda tuweze kukizungumzia. Karibu sana. Na leo hii nakwenda kuanza na introduction ya bass guitar, nikimaanisha kuweza kuzijua sehemu mbalimbali za gitaa lako na zinafanya kazi gani. Hiyo itakusaidia cha kwanza kuweza kulienjoy na kuliutilize gitaa lako katika namna ya ukubwa zaidi, kwa sababu kuna watu wengi ambao wamekuwa wakidharau vitu vidogo vidogo ambavyo vina mchango mkubwa sana katika kuongeza ufanisi wa upigaji wako. Kwa mfano, kuna wengine huwa kuna hizi knobs hapa, akifika yeye anaziongeza tu zote mpaka mwisho. Hiyo sio sawa. Kuna namna ya kuweza kuziset ili zikupe kitu ambacho ni bora zaidi. Kwa hiyo ukijua kitu gani kinafanya nini katika gitaa lako, itakusaidia kuweza kuliset katika namna usahihi zaidi na kuweza kulitumia katika namna nzuri zaidi. Lakini pia hata ikitokea changamoto, labda kuna shida, utaweza kujua hii shida itakuwa imetokea katika sehemu gani. Mfano, unatuni gitaa lako, baada ya muda kidogo linapoteza tune au linakuwa off. Na baadaye utakuja kuona tunaposema gitaa liko off tunamaanisha nini? Liko off tune tunamaanisha nini? Kwa hiyo ukizijua hizo sehemu za gitaa inakurahisishia kuweza kujua kwamba hii changamoto inawezekana ikawa imejitokeza katika sehemu gani ya gitaa. Kwa hiyo tutaanza na hili gitaa langu, ni gitaa la nyuzi 6. Zipo gitaa za nyuzi 4, gitaa za nyuzi 5. Hizo ndo gitaa ambazo ni common katika maeneo mengi, ambazo zinatumika katika maeneo mengi zaidi, japo zipo za nyuzi zaidi ya hizo, ila ambazo zimezoeleka sana ni nyuzi 4, nyuzi 5 na nyuzi 6 kwenye bass gitaa. Na mimi nitakuwa na nitumia gitaa hili la nyuzi 6 kuweza kudemonstrate, na hiyo ni kwa sababu ukiweza kulielewa hili gitaa la nyuzi 6 vizuri, unaweza ukatumia concept hiyo kwenye gitaa la nyuzi 4 na nyuzi 5. Na naongea hivyo kwa sababu, kwa mfano gitaa lako ni la nyuzi 4. Kwenye hili gitaa la nyuzi 6 ukitoa hili uzi wa chini na huo uzi wa juu, hizi 4 zinazobakia hapa ni sawasawa kabisa na zilizo kwenye gitaa la nyuzi 4. Ikiwa ni gitaa lako ni la nyuzi 5, kwenye hili gitaa la nyuzi 6 ukiachana na huo uzi wa chini, hizi zinazobaki juu zinafanana kabisa na zilizo kwenye gitaa la nyuzi 5. Kwa hiyo ukiweza kuelewa hapa, unaweza ukaapply concept, itakurahisishia kuweza kuapply concept hiyo hiyo katika gitaa ambalo unalo wewe, iwe ni la nyuzi 4 au ni la nyuzi 5. Kwa hiyo karibu sana tuweze kuanza kuzijua sehemu mbalimbali za gitaa. Cha kwanza kabisa inatakiwa ujue kwamba gitaa, bass gitaa nikiwa namaanisha, imegawanyika katika sehemu kubwa 3, ambayo sehemu ya kwanza inaitwa headstock au kichwa cha gitaa kwa Kiswahili kisicho rasmi, au kwa tafsiri isiyo rasmi. Headstock tunaweza tukasema ni kichwa cha gitaa, ambayo ni sehemu hii ya huku juu ya gitaa kuanzia hapa kuja huku. Sehemu ya pili inaitwa neck. Neck ni shingo kwa tafsiri isiyo rasmi, ambayo ni kuanzia hapa mpaka hapa. Hii hapa inaitwa neck au shingo ya gitaa. Na sehemu ya tatu ni hii hapa, ambayo inaitwa body, ambayo mara nyingi inakuwa sehemu kubwa kuliko zote ya gitaa. Hii hapa body au mwili wa gitaa. Kwa hiyo tuna headstock au kichwa, tuna neck au shingo, na tuna body au mwili wa gitaa. Na tutakwenda kuanza na hii hapa headstock. Tuangalie headstock imeundwa na vitu gani na vitu hivyo vinafanya kazi gani. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tutaenda kukizungumzia kwenye headstock ni kitu kinaitwa tuning post. Tuning post ni hizi hapa, ambazo ndio sehemu ambazo unazungushia au una wind huu uzi wa gitaa. Kwa uzi wa gitaa umezungushwa kwenye hii sehemu hapa ambayo inaitwa tuning post. Na hii hapa ina gap hapo katikati, ambao huu uzi unauingiza hapo katikati, ili ukiukaza hapa isiwe rahisi kuweza kujivuta kurudi nyuma.
Kwa hiyo hii tuning post ni sehemu ambapo hizi nyuzi za gitaa zimezungushiwa hapo, na ikitokea kuna changamoto, labda gitaa lako ukilituni, baada ya muda unapopiga unakuja kukuta kama haliko on tune, wakati wewe ulituni vizuri, inawezekana kukaa kuna shida. Cha kwanza, kwenye namna jinsi ulivyozungusha hizi nyuzi hapo, inawezekana umezungusha katika namna ambayo sio sahihi, na tutakuja kuona namna sahihi ya kuweza kuzizungusha hizi nyuzi hapa. Lakini pia inawezekana kukaa kuna kitu kimelegea kwenye hizi tuning post. Kwa hiyo ikiwa gitaa lako linapoteza tuni, sasa unaweza kuja kuangalia kwenye hizi tuning post kama ukakagua hapa kama pako sawa. Kitu cha pili kwenye headstock au kichwa ni hizi hapa ambazo zinaitwa tuning pegs. Tuning pegs ndio hizi ambazo unazishika, unazizungusha wakati ukiwa una tune gitaa lako. Kwa hiyo hizi ndio zinaitwa tuning pegs, na tuning pegs ukiangalia hapa katikati huwa zinakuwa na gear, ambayo hiyo gear ukinyonga hii tuning pegs, hiyo gear inazunguka ndio inakuja kuzungusha hii tuning post, ambayo unaifanya ukaze au ulegeze nyuzi zako kulingana na tune ambayo unaitaka. Hasa ikitokea pia gitaa lako linapoteza tune, kuna uwezekano pia kukaa kuna shida kwenye tuning pegs, ambayo shida inawezekana ikawa hizi gear meno yake yamelegea kiasi kwamba zinakuwa zinateleza, zinajizungusha zenyewe, au kama kuna nati hapa hazijakazwa vizuri, kwa hiyo inasababisha hiyo gitaa, hizo nyuzi zikawa zinalegea na zinapoteza tune. Kwa hiyo ukikaza au ukalegeza hii uzi, utakapoishia inabidi ubaki hapo hapo. Kwa hiyo ukiwa una gitaa linaweza lenyewe likajizungusha, ikiwa hujalizungusha maana litakuwa linapoteza tune. Kwa hiyo ikiwa kuna changamoto ya gitaa lako kupoteza tune, yani kuwa off tune wakati ulitune vizuri, changamoto kubwa inawezekana ikawa kwenye hizi tuning post na hizo tuning pegs. Kwa hiyo ukipata changamoto kama hiyo, sehemu ya kwanza kuja kagua tuning pegs kama nati zake zote zimekazwa vizuri, lakini pia angalia tuning post kama pia zimekaa vizuri, lakini pia angalia jinsi gani ulivyozizungusha hizi nyuzi zako hapa. Tutakuja kuona namna sahihi ya kuzizungusha hapa, na uzi hapa inatakiwa uzunguke mara ngapi. Tutakuja kukiona hicho kitu baadaye. Kwa hiyo ndio sehemu ya kukagua kama gitaa lako linapoteza tuning. Utaangalia tuning pegs na hizi huku mbele zinaitwa tuning post. Kitu cha pili, baada ya tuning pegs na tuning post katika hii headstock, kuna kitu huwa kinaitwa string retainer au string tray. String retainer huwa inakuwa hapa kwenye gitaa langu, hapa hamna, huwa inakuwa hapa. Kazi yake ni kuzibana hizi nyuzi, yani hizi nyuzi zikishatoka hapa zinapita chini ya string retainer ili ziwe zimejibana vizuri, yani ziwe zimejishika vizuri hapa. Kwa sababu uzi ukiwa umetoka huku na umenyoka haujashikiliwa hapa, kuna uwezekano ukawa unatoka au ukawa ikatengeneza urahisi pia wa hiyo nyuzi kujivuta kuja huku. Kwa hizo string retainer kuna nyingine zinaoga ni duara, kuna nyingine inakuwa haiko moja, ziko mbili, ambao baadhi ya nyuzi zinaingia kwenye moja na nyuzi nyingine zinaingia kwenye ile ya pili, lakini kuna nyingine ambayo inakuwa ni moja tu kama nyuzi zote zimepita chini yake. Kwa hiyo inakuwa inazibana hizo nyuzi ili zijishikilie vizuri hapa. Na ukiangalia hii gitaa yangu mimi huku hii headstock imebendi kidogo kwa nyuma, na huko kubendi kwa nyuma maana yake kunasaidia hizi nyuzi zijishike vizuri hapa. Kwa ingekuwa imenyoka maana yake kuna uwezekano yani zinakuwa hazijajibana vizuri hapa, ila ikirudi kuja nyuma maana yake inazigandamiza hizi nyuzi chini. Kwa hiyo gitaa lako hii headstock ikiwa imebendi katika engo ambayo ni sahihi, maana yake unakuwa hauna uhitaji wa hiyo string retainer hapa, ndio maana unaona hii hapa haina. Ila ingekuwa imenyoka moja kwa moja, maana kungekuwa na ulazima wa kuwa na string retainer hapa ambayo inakuwa imezibana hizo nyuzi ili zisiwe zina uwezo wa kucheza. Kwa hiyo ndio kazi ya hiyo string retainer. Waga inakuwa hapa, inawezekana ikawa moja au mbili au ikawa kama duara tu iko hapa, ila utaona nyuzi zake nyuzi zinapita kwa chini, hazipiti juu yake. Hiyo inaitwa string retainer. Baada ya string retainer, kitu kingine katika headstock kuna kitu kinaitwa truss cover. Truss cover
Ukiangalia chini ya hizi nyuzi hapa utaona kuna plastiki iko hapa, na hii plastiki hapa imefungwa na screw. Hapa screw ziko 4. Kazi yake kuna kitu kinaitwa truss. Truss ni inapita inaanzia hapa inapita huku ndani ya hii, na tutaje kuona inafanya kazi gani. Kwa hiyo hapa ni truss cover, maana ina cover au ina protect hiyo truss. Na hizi waga zinaweza zikadesigniwa kama urembo, yaani zinafanya kazi ya kuprotect hiyo truss, pia zikadesigniwa pia katika namna ambao ni kama urembo, inaongeza urembo kwenye gitaa yako. Kwa hiyo hizi pia zinaweza zikawa na design tofauti tofauti na material tofauti tofauti kulingana na mtengenezaji anachokitaka, anavyotaka ionekane, ila kazi yake ni kuiprotect hiyo truss. Kwa hii kiplastiki hii hapa, kwa hii gitaa yangu hapa imetumika material ni plastiki na imefungwa na screw. Kwa ukifungua hapa ndio utaiona sasa hiyo truss, na utakuja kuona inafanya kazi gani. Tulikuwa tunazungumzia hii neck. Kwa hiyo nadhani utakuwa umenielewa vizuri kwenye hiyo truss cover. Ukiachana na truss cover, kitu kingine katika hiyo headstock ya gitaa yetu kuna kitu kinaitwa nut. Nut ni hii sehemu hapa ambayo ndio nyuzi ndio imezishikilia hizi nyuzi kwa hapa mwisho wa gitaa. Hichi ni kitu cha muhimu sana kwenye gitaa, kwa sababu hii inaamua toni ya gitaa yako liweje. Material ambayo imetumika hapa ina mchango mkubwa sana kwenye kutengeneza toni ya gitaa lako. Kwa hiyo tumika hapa ni plastiki. Waga kuna material zinaitwa brass, kuna material zinaitwa TUSQ, ziko material tofauti. Kwa hiyo unapochagua gitaa lako pia inabidi uzingatie material ambayo imetumika hapa, kwa sababu ina mchango mkubwa kwenye kuamua toni ya gitaa lako. Kwa ukiwa kuna shida hapa, pia gitaa lako litakuwa halina toni nzuri. Kwa ni muhimu kuzingatia pia material ambayo imetumika hapa, lakini pia kitu cha pili ni kwamba hii isiwe imepanda sana juu, kwa sababu ikiwa imeenda juu sana itazinyanyua hizi nyuzi. Kwa hiyo itakuwa inakulazimu utumie nguvu kubwa sana kukandamiza hapo, utumie nguvu kubwa ya vidole ambayo ita affect ufanisi katika upigaji wako. Lakini pia ikiwa iko chini sana, hizi nyuzi zitakuwa zinaigusa hii neck. Pia itakuwa inatoa sauti ambayo sio nzuri, hiyo inaitwa bass sound. Kwa hiyo inabidi kuwe na balance kwenye hii hapa, hii nut isiwe juu sana, isiwe chini sana, lakini pia material yake iliyotumika iwe material iliyotumika, lakini pia kuna hizi gaps au mashimo ambapo ndo nyuzi zinaingia, pia nyuzi zisiwe zimeingia sana ndani, kwa sababu zikidumbukia sana ndani pia inakuwa ina affect toni ya gitaa lako. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi zaidi vya kuzingatia ukiwa unachagua gitaa lako. Na hii hapa pia unaweza ukaibadilisha, unaweza kununua gitaa na ukaja ukaiwekea material ambayo unaitaka hapo kwenye nut. Tunapoendelea tutakuwa tunazidi kuangalia zaidi materials tofauti tofauti ambazo zinatumika hapa na jinsi gani zinakuwa zina affect hiyo tone. Kwa hiyo labda kwa kusummarize, tumezungumzia headstock ambayo part yake, composition zake au sehemu zake. Ya kwanza tulizungumzia hii hapa ambayo inaitwa tuning post, sehemu ambayo unazungusha nyuzi zako. Kuna tuning pegs ambazo unazishika wakati wa kuzungusha. Kuna truss cover, kuna string tree ambayo inakuwa inabana nyuzi kwa hapa, lakini pia kuna hii nut. Tumezungumzia pia kwamba ikiwa gitaa lako lina shida ya tune, ni sehemu ya kwanza kuja kukagua ni huku kwenye hii headstock, kwa sababu huku ndo ambao kumezishikilia nyuzi. Nyuzi zinaweza zikarudi zikajilegeza kwa kupitia huku na sio kupitia hii sehemu nyingine. Kwa asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nami. Nikukaribisha katika sehemu ya pili ambayo tutakuwa tukizungumzia hii hapa ambayo inaitwa guitar neck au shingo ya gitaa. Kama una swali lolote au kuna kitu kwenye gitaa lako especially katika hii hapa headstock ambacho kipo na hujui kazi yake, unaweza ukaniandikia hapo au ukanipigia picha yake nikaja kukuelezea kwamba kinafanya kazi gani. Hiyo itakusaidia kuweza kulielewa vizuri gitaa lako na kuweza
kulienjoy zaidi. Na ushauri labda ukiwa unataka kujifunza chombo chochote cha muziki, iwe ni kinanda, gitaa, ni muhimu kwa nacho cha kwako, kwa sababu kuna mazoezi ambayo tutakuwa tukiyatoa hapa ya kufanya. Ikiwa hauna au hauna sehemu ambayo unaweza ku access, hiyo itakuwa vigumu kuweza kujifunza. Na kujifunza, kitu cha msingi zaidi ni kufanya mazoezi, kama ambavyo wanasema practice make perfect. Kwa hiyo ni muhimu ukawa nacho cha kwako, na ukitaka msaada pia wa namna ya kuchagua na kuweza kupata vitu hivyo, nitaweka namba zangu hapo kwenye description, unaweza ukanitafuta na tukaweza kuzungumza zaidi. Asante kwa kuendelea kuwa pamoja nami. Usisahau kusubscribe na kushare video hii. Asante.